labda utakuwa unang'amua na hisi na kuanza kufikiri ulichofundishwa. Kuna wakati kanisa watakaa watu, lakini si watu, ni majini. Kuna wakati amesema kwenye kanisa la Mungu, yaani iko saa. Biblia inasema lile jitu linyama au pepo au mpinga Kristo likisimama linajiinua lenyewe lionekane ndio ni Mungu. Ufunuo. Hebu tusome Ufunuo 13. Tuanze mstari wa 11 tuangalie kidogo. Yesu Ufunuo 13:11 inaandikwa, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi. Akaona mnyama, Yohana, endelea. Naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Ndiyo. Akanena kama joka. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza. Kuna mnyama mwingine hapo nyuma. Biblia inasema akanena kama joka. Sijui kama kuna mtu anaelewa anachozungumza. Mtu wa Mungu, komboa maisha yako leo. Wakati unaokuja ni mgumu na mzito. Biblia inasema litanena kama joka. Litanena kama joka kuu. Litafanya mambo kama joka ibilisi. Wako watu watakuwepo wakiyaona hayo. Wewe usiwepo kwa jina la Yesu. Nasema usiwepo kwa jina la Yesu. Huu si wakati wa mwanadamu. Huu ni wakati wa mapepo na majini. Wewe haupo. Endelea kusoma mtu wa Mungu. Nitaendelea. Naye alifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza. Ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote waisujudu sanamu ya mnyama, wasiosujudu sanamu ya mnyama, kuwafanya wale wasiosujudu ile sanamu ya mnyama wauawe. 16. Naye awafanya wote huruma, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na hao walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao, watiwe chapa kwenye mikono yao ya kulia, au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana ile chapa ya jina la mnyama yule na hesabu ya jina lake, au hesabu ya jina lake. Hapo ndipo penye hekima yeye aliye na akili na hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, hesabu yake ni 666. Pige Yesu makofi. Biblia inasema haitatupata kizazi tuonapo dalili. Mimi nazungumza dalili, nazungumza na mambo ambayo yanaenda kuupata ulimwengu. Hayatapingika, hayatatokea. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema udhihirisho wake akishadhihirika, ataamuru watu wasio na chapa wauawe. Kunena kwake ni kunena kama joka. Nimekwambia leo hii shetani anatesa watu, lakini yuko azuiaye ni kanisa liko duniani. Huo wakati kanisa likienda, fikiri utakuwa ni kipindi kigumu kiasi gani. Wakati wanaelewa wanachozungumza. Nataka ujue kama utaachwa, ujue mapito unaenda kupitia. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ataamuru wakubwa na wadogo, watu wa jinsi nyingi, wote waisujudie ile sanamu. Wote waisujudie ile sanamu kwa uweza alionao na nguvu. Ataamuru hayo mambo yafanyike. Matajiri na maskini watakamatwa na watasujudu kwa lazima, na kama sivyo watauawa. Tamani
unaokuja ni wakati mgumu. Nasikitika sana kama husikii leo, huo wakati utakutana na huo. Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tengeneza mambo yaliyosalia. Usikubali kuachwa na Kristo, maana yanayokuja ni mabaya na ni mazito. Mimi nakushauri leo, tengeneza mambo yako, kwa maana wakati unaokuja ni mzito na ni mgumu. Waliposimuliwa haya wanafunzi wakasema, tuambie dalili ya kurudi kwako. Mungu atupe rehema. Mungu atupe rehema. Na ndio maana lipo lizuilalo, kanisa likishaondoka yatatokea haya, watu watauawa, mbingu zitakuwa zimekaa kimya. Vitasa na zile mateso zilizonenwa kwenye kitabu cha Ufunuo zitaanza kufanya kazi kwa kazi. Mungu anapiga na shetani anapiga. Biblia inasema wako malaika wanne wamefichwa mto Frati, wamefungwa, ambao wataachiliwa waue theluthi ya wanadamu. Mbingu wakati wote zitakuwa zimekaa kimya. Kanisa litakuwa halipo. Mimi natamani leo usikie sauti. Tengeneza mambo yaliyosalia. Wakati tunaouendea ni wa karibu mno. Watu wengi hawajui, lakini nakwambia majira yamekaribia na haya yataenda kutokea. Injili yetu ni injili ambayo inakuacha ukiwa na kujiuliza, unabaki au unakwenda na Yesu? Chagua leo. Fikiri, kama utaachwa na Yesu, haya yanayonenwa ndio yanayoenda kukutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia kwenye kitabu cha Thessalonike wa pili sura ya 2 tuliyosoma mstari wa 7 inasema siri ya uasi inaotenda kazi. Tusome hapo, alafu nitakupa maneno machache, alafu tutamaliza ibada. Tutamaliza muda huu wa mahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Lakini pia tutazame kitabu cha Ufunuo. Kabla hatujamaliza zaidi, tuangalie kitabu cha Ufunuo. Mimi nataka tusome tu leo. Mungu atupe neema. Kitabu cha Ufunuo sura ya 14. Kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 14. Mstari wa 9 mpaka wa 12. Tutasoma kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 9 mpaka wa 12. Maneno ya Mungu yameandikwa namna hii. Kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 9. 13 mstari wa 9 mpaka wa 14. 13:9 nitasoma kwa jina la Yesu. Soma 14. Sawa. 14 kuanzia 9. Biblia inasema, na malaika mwingine watatu akafuata, akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake, na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, katika kikombe cha hasira ya Mungu, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika wa mbinguni na mbele za mwana kondoo. Na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku, hao wamsujuduyo huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu, amri za Mungu na imani ya Yesu. 13 mwisho 12. Amen. Sige Yesu makofi ya kutosha. Unaona, nilikwambia shetani anapiga na Bwana anapiga. Hasa hapa ni kipande cha Bwana akatoa onyo, akamtuma malaika akashuka, akasema watu wasimsujudie mnyama na kupokea chapa. Yoyote atakayemsujudia mnyama na kupigwa chapa atakufa
kunywa kwenye kikombe cha ghadhabu ya Mungu ambayo haijachanganywa. Hivi ghadhabu ya Mungu unaielewa vizuri? Sikia nikwambie, hata wakati wa Sodoma na Gomora hailiangamia, lakini hakukuwa na ghadhabu kubwa ya Mungu iliyotawala. Chunga kitu kinachoitwa ghadhabu ya Mungu. Ukaingia kwenye ghadhabu, Mungu atamlipa shetani malipo ya stahiki yake. Wewe ukiwa umepokea chapa, maana yake umejisajili na shetani, maana yake utalipwa kadiri anavyolipwa shetani. Hakuna jehanamu ya shetani na jehanamu ya watoto wa shetani. Jehanamu iko moja, na ukiingia huko na shetani mkubwa wa wakubwa, shetani na nguvu zake wote yuko huko. Teso analopitia adui shetani ndilo utakalolipitia wewe. Heri upishane leo na mambo yote ya dunia, lakini usipishane na mkono wa Bwana, maana wakati unakuja ni mgumu.